hapa nitakuelekeza namna ya kubadili password kwenye wifi zote za Airtel 5G na ODU. Kuna device mpya za Airtel zinaitwa ODU, hizo za kufunga inakuwa ikiwa na vidude viwili tofauti na zile za zamani. Kwa hiyo hapa utaiona hapo kwenye picha hapo. Utaingia kwenye Google Chrome kama unatumia Android, lakini kama unatumia iPhone nenda kwenye application inayoitwa Safari. Nafikiri utakuwa unaifahamu kama unatumia iPhone. Sawa, alafu utaenda sehemu ya kusearch, utasearch hizi namba 192.168.1.1 zitatokea kwa hapa chini hapa. Hizi usizibonyeze kwa sababu ukizibonyeza zitakupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusearch moja kwa moja. Sawa, ukisha search, mimi tayari nilishaandikaga hii password. Kwa hiyo na wewe unatakiwa copy kama hivi hivyo. Inatakiwa uandike admin kwa herufi ndogo zote. Lakini pia hapa kwenye password inatakiwa uje uandike admin pia kwa herufi ndogo. Sawa? Alafu una sign in. Sawa? Alafu itafunguka hapa. Huu ndo mfumo mzima wa namna ya kubadili password na kuset kila kitu kwenye wifi ya Airtel 5G na ODU. Kwa hiyo kwa hapa tunachodili nacho ni kipengele cha kwenda kubadili password tu. Kwa hiyo utaangalia hapa kwenye simu yako utaona kuna sehemu pameandikwa 2.4G wifi. Maana hiki ni kipengele cha kubadilisha password kwenye upande wa 4G, lakini kwa mikuandikia ni 5G wifi. Maana huku ni upande wa 5G. Lakini kama hapa hujakiona, utakuja hapa sehemu palipoandikwa wifi. Sawa? Hapo ukibonyeza sehemu ya wifi itakupeleka sehemu moja kwa moja ambapo utakuwa umebonyeza hapa. Ukibonyeza hapa maana inakuleta hapa. Sawa? Unaweza ukabonyeza hapa au ukabonyeza hapa kwenye wifi. Itakuleta hapa hapa sehemu kama ukibonyeza pale mwanzo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa, mfano labda mimi nataka kubadilisha hii hapa password. Maana nitafuta hii iliyopo, nitaandika ninayoitaka. Sawa? Alafu kwenye password ni hapa palipoandikwa security key. Hapa kuna nukta hapo. Ukitaka kuja kuziona hizi nukta, kuna sehemu hapo umekuwekea kajicho. Umekuwekea kajicho na wamekakata hivi. Kwa hiyo utakabonyeza tu kwa mara moja, password itaonekana hivi. Unaona? Mfano mimi nimeweka password na jina ni hiyo hapo. Sawa? Ukishamaliza kuweka hiyo, utaangalia kwa huko chini huku. Utaona kuna sehemu pameandikwa save. Sawa? Hapa hivi. Na inakataa kufuka hii. Lakini hapa chini hapa kuna sehemu pameandikwa save hapa. Ukibonyeza hapo unakuwa ushamaliza kusave. Maana yake utakuwa umeandika password pamoja na nini? Na jina pamoja na password. Hii hapa SSD ndo jina. Alafu hii security key ndio password. Lakini pia ukitaka kuja kusave kwenye 5G, maana yake utabonyeza hapo 5G. Sawa, itafunguka kama vile kwenye 4G. Kwa hiyo utakuja utaandika mfano labda unatakiwa utofautishe. Maana yake hii ionekane ni 5G na hii ionekane ni 4G. Maana yake zikiwa zinafanana hawatakukubalia kusave. Kwa hiyo unatakiwa weke ambazo zinatofautiana. Mimi ndio maana nimeandika hapa _5G. Nimeandika jina lile lakini _5G. Kwa upande wa password wenyewe unaweza ukaandika hata zinazofanana pia inawezekana. Lakini kwenye upande wa jina hawatakukubalia kama ukiandika jina lile ambalo umeloandika kwenye upande wa 4G. Kwa hiyo ili kutofautisha maana yake unaandika _5G au unaweza kaweka Jones 5G. Hivyo vitu bila kuweka underscore inawezekana pia. Ili mradi tu zitofautiane. Unaona? Alafu kitu kingine ambacho tunachotakiwa kufanya ni kuja kusave hapa. Unaona hapa? Hapa walipokuandikia save. Yaani ukishamaliza kuandika jina pamoja na password unakuja sehemu iliyoandikwa save. Ndio kitu cha msingi sana hapa save. Ukishamaliza kusave wifi yako utaona zote zime disconnect. Maana yake itakutaka uende ukaconnect upya kwa sababu tayari utakoshabadilisha jina na password. Kwa hiyo utaenda kwenye utashusha hiyo nini? Utashusha kama unashusha data hivi, alafu utaenda sehemu utakuta jina tayari shabadilika na password yake tayari ishabadilika. Kwa utabonyeza hilo jina ambalo umeandika hapo, labda umekuta Jones 5G, utabonyeza hilo Jones 5G, utakwambia weke password, utaandika Jones hii hapa, password ni Jones 2007. Kwa utaandika hiyo password yako kama umefananisha na mimi, lakini kama umeweka ya kwako, maana yake utaandika password ile ambayo umeweka kwenye kwako, and then utaconnect. Ukisha connect maana yake itakuwa ishabadilika moja kwa moja. Ni hivyo tu.